HK Mr. Motion. Inabidi usichoke, babako ndo mkuu wa kijiji. Unachokaje? Yaani tatizo lako unajua nini? Sikiliza kwanza mimi. Shida yako unajua nini wewe? Wewe umechoka kukaa ndani kwa sababu ya Juma. Unataka utoke nje. Kwani mimi sikujui? Zura wewe ni mbea. Umejuaje? Tunatembea wote nisijue mie tena. Najua kila kitu. Lakini shoga yangu leo sijui kumwambia baba. Pekee na jamani wewe unaanzaga mimi mbea. Ngoja kwanza. Bwana mimi mbea sana. Juma yule pale. Nilijua kuja sasa hivi hapo msikia. Safi mambo. Poa. Mzima? Mzima bwana, uko hapo. Mimi niko poa. Vipi Robegi unaenda wapi? Naelekea hapo, nitapili kwenye pilika zangu. Hizi. Mbona muda bado? Vipi naye? Mbona uko peke yako kulikoni? Basi kwa peke yangu, kuja na mwenzangu nimemwacha hapo. Sasa. Unajua bwana, angalia sababu wewe katika kijiji chetu hiki, babako ni mtu mkubwa sana. Mbona afanye chochote kile? Kweli baby? Ndio. Ndio maana nakupendaga hapo. Afu sikia nikwambia kitu kingine. Juma, mimi nikwambia nataka nije kwako. Nyumbani kwangu? Hapo kidogo naweza kaa ngumu baby, kwa sababu gani? Babako mwenyewe sinamjua. Juma baba afanye kitu chochote kile. Mimi nakwambia mimi nataka nije kwako. Kweli baby? Ndio. Nitafurahi sana baby. Hamna, nakuja tu kukupikia. Basi haina shida baby, mimi nitafurahi sana. Kweli? Kweli kabisa, kwa uwepo wako. Sawa, unajua mimi nakupenda sana, ndio maana najitoa kukupikia kwako. Mimi pia baby. Basi sawa mlembo wangu. Lakini usichelewe kurudi. Jinsi nakupenda tena. Sawa sijali. Ana kijiji hiki mimi hata siamini kabisa. Kwa nini? Yaani kinaoni wengi. Ndio desturi yao, unajua? Wewe amini? Naomba mama. Bisubira! 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 Ni bibi subira Bisubira! Kanipa baba, uganga kanipa babu. Bisubira! 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 Tena ukaenda wapi? Bisubira! 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 Jamani kaenda wapi? Jamani sio huku. Jo. Bisubira sasa nimefuata. Bwana nilikuwa shaingia na wasiwasi. Yaani shaingia na wasiwasi kabisa. Yaani Bisubira, nina shida kubwa. Wewe Amina. Wewe huku unafanya nini? Natembea. Unatembea? Ndio. Ovyo tu unatembea? Natembea ndio. Baba yako kaniagiza sasa hivi uende nyumbani. Leo ni siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi eh? Ndio. Sasa iwe Jumamosi, iwe Jumapili. Baba yako kasema nije nikutafute uende nyumbani, anakuhitaji. Hamisi kweli? Huo ndo ukweli, ndio maana mimi nimetoka huko, nimezunguka mitaani kukutafuta wewe. Hadi nimefika hapa, nimekukuta. Ninatakiwa twende nyumbani sasa hivi hapa tuongozane. Hamisi usinidanganye. Mimi nitakudanganya wewe? Amina, kwa makini na uzururaji wako. Anataka siku vijana wa mtaani waje kufanya kitu kibaya. Sipendi. Hapo fanya tuondoke nyumbani sasa hivi.
Unakuja unasimama na watu. Wewe Amina, jiangalie maisha yako. Sawa? Na kuwa makini. Tuondoke. Haya, bye. Twende, changamka. Wezula. Vipi? Changamka, tunazurura kila siku. Mama, baba jambo. Huku umefuata nini? Tuondoke. Niache nenda mwenyewe. Mimi naambia kila siku. Siongee. Nataka nikatengeneza la tatu sasa. Kwani leo umeamka na jini gani jamani? Nimeamka nalo wewe na mimi nimeamka nalo hilo hilo. Kuna kijana wewe nampenda jamani, mimi ningekuwa mdogo yani mimi ningeolewa naye ningemchukua tu. Huyo kijana anaitwa Hamisi. Jamani nampenda, mimi ndio huyo nataka aolewe na shangazi yangu amuoe. Njoo kesho. Kesho tena jamani, kesho ndo napata dawa au? Njoo kesho. Kesho tena jamani. Au kesho ndo napata dawa? Nimekwambia njoo kesho. Mganga sijui leo umeamka na jini gani jamani? Mimi uliamka nalo hilo na mimi nimeamka nalo. Haki ya Mungu. Aya mganga, mimi naenda. Mganga kanipa babu, mganga kanipa bibi. Mimi bibi subira Ngoja fungu langu. Mimi nasubiri fungu langu. Nalingoja fungu langu. Amina! Amina! Wewe mama Amina. Jo. Hana toka na kiti kabisa, nipe kiti nikae kabisa. Nipe kiti. Kweli kaka, hapo ni Amina yuko wapi? Amina alitoka na Zura hapa muda ule, hata sijajua ameelekea wapi. Ukiniambia Amina ametoka na Dhuhura hujui wapi aelekea, unajua. Mtu yule wa kike na wewe ni wa kike, siri zenu mnajua wenyewe. Kwa muda huu ili muafaka upatikane baina mimi na wewe, dakika mbili nyingi, Amina na Dhuhura wapatikane hapa. Dakika mbili. Sasa mimi mume wangu nitajua. Utajua wewe, nimeshasema hivyo. Sasa mimi najua hata walipoenda. Mtoto ananitafutia mabaraza, yeye tangu asubuhi alivyoondoka mpaka saizi hawajarudi jamani. Yaani kila siku kelele mundani aziishe ni huyu Amina huyu jamani, sijui nimwambiaje mtoto anataka hata kunielewa jamani. Amina huyu ngoja akirudi, yaani ananitafutia mabaraza mabaki kila siku. Angalia hata uliporudi Amina. Na huko mlipotoka. Salama mama. Yaani wewe kila siku unapenda babako anakunisema wewe. Kwani mami nimefanyaje jamani? Babako sasa kaanza kunisema mimi tangu ulipoondoka mpaka sasa hivi. Ameenda kufanya nini? Tunaenda kutembea. Yaani nyinyi mnatafutia mabara Zura vipi? Baba Amina! Baba Amina! Amina karudi huko? Njoo mume wangu karudi. Baba Amina! Baba Amina karudi huko? Karudi mume wangu. Wow. Wamerudi. Safi kabisa. Wana walifika mpaka sasa hivi hapo.
Kwanza mazingira kwanza. Kama nyewe dakika mwisho wenyewe mfeli mwanangu. Labda wenyewe mnawajua. Bali ndio hivyo. Sema mzigo wenyewe ndio hivyo. Sasa tutafanyaje? Wewe mwanangu akija leo lazima tuzingue. Sio kwa mizigo hii hapa mwanangu mnaoleta nyinyi. Nyinyi mnafeli dakika mwisho. Nyinyi yote tumefanya kubahatisha mizigo yenyewe. Ni changamoto kidogo sasa hivi tunalishinda kwa mabomu mtaani. Mzigo mabomu. Sasa nyinyi ndugu zangu mnapoa sana. Ila sikilizeni kwanza. Mimi mwenyewe jana nimepiga kuna jera nimepiga hapa. Mungu wako na kama mjanja. Vipi baba unaona kwenye hela unanesa au utulie wewe? Vipi wewe? Baridi mwanangu, cheo. Kama unataka vipi mwanangu? Mpoi. Baridi mwanangu, vipi? Kitu wewe tulia huko maskani kitu cha nini? Maba, habari gani? Maba, vipi hali jamaa? Mama, unajua mimi sipendi unapoondoka hapa. Sasa wewe unaondoka hata mimi sijui unaenda wapi jamani? Kweli? Baba, mimi natembea kidogo. Mama, kutembea sio vibaya. Lakini tunatakiwa mwanangu toe taarifa. Hapo na mimi hapa niko vizuri safi kabisa. Unaona bado nilikuwa nunda. Ninatakiwa na wewe nunda mwanangu. Kwa nini utakurudi nyuma ovyo vipi? Dora. Mnatakiwa muwe manunda. Muwe manunda wanangu. Wewe uliona wapi simba anazaa chura? Baba yenu simba, muwe masimba. Sasa hivi nimefurahi. Natoka hapa na wanangu siwaoni ndo kwa nini sasa? Namuuliza mama yenu anasema hajui. Na mimi sijui. Kutembea sio vibaya, lakini mwe mnatoa taarifa basi jamani, sawa? Kama kweli bro hiyo. Yaani ndio yenyewe inabidi mwaka huu yani. Mwaka huu kivipi? Pale lakini hapa hivyo. Ndio mtu kumuonesha anakuogopa anakutawala. Sisi hapa tunatakiwa tutulie. Wanangu sinaelewa maisha yetu. Shida bro, yani utajitahidi. Yani utajitahidi. Utapiga misimu mpaka poa. Usisema utajitahidi afu unaleta mbaza zileweke mwanangu. Na bro, sema ndio hivyo aliyenyewe unajua ndio sawa na kaba ugoma. Unajua sawa na kaba mwanangu. Ni habari za kupisha kitu chule mara staki unajua. Ndio hivyo bro, hata tafanyia. Kutembea sio vibaya. Lakini mwe mnatoa taarifa. Simba azaichura. Simba. Na nyinyi mama simba. Nijidai. Au sio? Ndio ndio nataka namna hiyo. Au sio? Sawa, hapo sasa na moyo wangu umefurahi. Hata mama ninampa 5. Safi kabisa. Hapo nimefurahi namna hiyo. Mkiona. Watatoroka. Siondoke kwenda popote. Hamna tuondoke. Hizo anaenda kubuliza mtu anaenda kupika. Ni kweli na kweli maki tu. Tena ni umaka. Haya. Ndio zangu ndani tena. Kutokana na hiki kijiji hizi zimekuwa nyingi sasa hivi, na vile vile madogo kama mzigo umechukua mchache, atakiwa apigwe mabuti mengi, mateke, makofi, yaani hakikisha tunasambalisha kila kitu. Kama dogo leo asifue, ndio kama dogo akaja kufua kule, nafika pale kama dogo asifue bwana leo. Ili kwanza nani unaye dogo wetu yuko wapi? Huyu hapa dogo huyu. Hapana, subiri kwanza. Wewe, unafanya nini hapa? Unafanya nini? Unafanya nini hapa? Nipo tu bro. Unafanya nini? Jibu swali, unafanya nini? Nipo tu. Upo tu maana yake nini? Jibu swali, unafanya nini? Nimekaa. Unangoja nini hapa? Nimekaa tu. Unangoja nini? Nimekaa tu bro. Simama juu kwanza. Inuka juu. Simama juu. Simama juu. Dogo ndo anajifanya anajua sana dogo. Huyo? Dogo anafuatilia mambo ya watu sana. Ndio huyo dogo. Utaumia, acha kufuatilia mambo yasiokuhusu wewe. Umeelewa? Potea. Potea. Sana madogo hao. Haya, sasa na mimi natoka. Naenda kwenye mambo yangu. Sawa. Sasa tuna mwanzo kuzurura. Na wewe kazi itakushinda. Mlinde huyu. Wala wako upimbe aondoke tena. Mzee Nyembe atakutafuna miguu yako. Nadhani unamfahamu. Haya, naondoka sasa na nyinyi muondoke. Mimi mara mwisho kuniambia tutoke
Lakini unajua unapompenda yule kijana. Sema mapenzi yako mimi yatanifukuzisha kazi. Wewe ndio kwa mapenzi mimi nikose kazi. Mbona useme hivyo? Nilikwambiaje? Uko unanisindikiza na kupa shilingi ngapi? Kwa hiyo yani unanipia hela, sijui unajua udhaifu wangu sijui. Najua ndio unapenda hela. Kwa hiyo nitakuwa nakupa kila siku leo nimesikia. Ambao umemruhusu mapema ungeacha tumlambe hata makofi. Acha naye tu aende, mtu mwenye kwanza aeleweke, ana maana yoyote yule. Wewe tu mtana achana nao bana. Wewe bila sehemu lete hizo mali. Toa mwenyewe, toa mwenyewe. Toa mali zote. Sasa kamanda, mali hizi hapa. Shika hizi. Sasa mbona mali zenyewe chache? Ndio. Hapana, unapofanya kazi zako unafanya kazi unapambana kweli, zipatikane riziki kweli. Sasa wewe tunakupa kiasi gani? Nao sometimes nao wanaume wangu nao wanafeli hao. Kiza kamanda. Ndio mkuu. Wape 2000 watagawana tuwe na watosha. Na watosha hiyo. Ndio nyaka hiyo. Hiyo inawatosha, mnashangaa nini? Poteni hapa. Hela inawatosha, hiyo ndio riziki na. Chuchuma chini, chuchuma chini, chuchuma chini. Naleta flag hizi sio? Naleta flag hizi sio? Hamna block. Peleka sasa hivi mbele za nani? Tembea bana. Potea. Potea nasema potea. Potea. Sasa ndio makamanda. Hiki kijiji ndio cha kuishi, kinatakiwa kuishi sasa. Naona riziki zipo nje. Umeona? Yaani tunapiga mishindo ya maana. Kwa hiyo tufanye ulinzi yani kama hivyo inavyotakiwa, ni ulinzi wa hali ya juu ili tupige mishindo ya kueleweka. Umeona tumepata riziki hapa. Elewa mkuu. Madogo wao makini tuambie ndio tufanye mgao wa kamanda wangu. Mpunga wote wamekula. Mungu wangu jamani, mama Nuna napata shida mwenzenu mimi jamani, nitaenda wapi? Maisha yenyewe magumu. Mungu wangu jamani, mimi maisha yenyewe magumu jamani. Mahindi yangu maskini, mpunga wangu. Mungu, mwanaume aeleweki. Mahindi shamba au ndude si wadudu gani sijui wamekula ng'ombe. Nitaishi maisha gani jamani mimi? Kunapitia mtihani kama huu lakini. Jamani mahindi yangu na mpunga wangu mbona nitaenda wapi Mwenyezi Mungu wangu jamani? Wewe ndio mwanangu sasa shule narudi. Na vipi unalialia? Utakuja kusamea nalia mwanangu, mwenzio mjamba shamba huko mpunga na mahindi jamani yamelia mwanangu, tunaishije lakini mbona niambie mwanangu habari ya shule? Ada. Ada tena mwanangu? Ndio. Mungu wangu jamani. Mwanangu hapa ninapokuambia kilio hicho unikuta nacho mimi, shamba wamekula ng'ombe, mahindi na mpunga, mamangu tutakula nini? Sasa ndio yaipa nasikia kichaa. Mwanangu, kama hivyo umerudi baba yako huko alipo toka asubuhi kaondoka hapa hajaniletea hata hela matumizi. Akiganda huko dukani kwa kaganda wewe, hata simuelewi. Wewe naye tena mwanangu, shule tena ada. Natoa nini mamangu? Sasa tunafanyaje? Unaona bojalia tu usiku. Nikupe nini mwanangu mimi? Mwanangu Nuru mwanangu. Soko ndani ugali hakuna mama. Nuru mama. Nuru. Nini? Nuru mama. Njoo basi mwanangu, njoo. Wewe mwanaume, mpata na uchizi kwa kutoka. Nini shida?
Yaani mke wangu nimeenda dukani leo. Vitu vyote. Yaani vitu vyote kabisa vimeisha kabisa, vyote kabisa mke wangu. Yaani sijui, yaani sielewi shida nini mke wangu. Yaani vyote wameiba kabisa, wezi kabisa. Hapa juu tunafanyaje sasa? Yaani mume wangu jamani, na mikosi mume wangu. Kwani tumemkosea nini Mwenyezi Mungu sisi mume wangu? Nini tena shida? Mume wangu shambani mpunga. Mahindi. Mume wangu yameliwa yote. Nimepigwa simu mimi. Mtoto tena shule amefunga. Kwa ng'ombe ndio amekula. Mume wangu. Mwenyekiti. Bwana. Stari ya warembo kijijini. Vipi mwenyekiti? Bado Ipo itafika siku wewe ukute uko vizuri kabisa kabisa. Mimi shida yangu mwenyekiti. Shida yako nini? Unachangamka kama sabuni ya unga. Mwenyekiti, naulizia Savana zipi? Savana ndio. Mimi na utabia hapa. Basi mwenyekiti, basi nisikilize. Shida yako nini? Jana mwenzako bwana mwenyekiti, kazi zangu zile ndogo ndogo nimeforce nipata 1000 hizo 2000. Kasema sio mbaya, mbona kila siku nahangaikaga kuskula. Ngoja nikakoboe mahindi kwa Fredi. Kaenda akasaga. Kuda anarudi nyumbani. Hakuna kitu. Mwenyekiti, unafanyaje hapo? Sasa hakuna nini sasa wewe usije. Mwenyekiti ameiba. Si unajua kijiji chako ulinzi shirikishi hakuna. Sasa nini? Una shida yako nini wewe? Shida yangu mimi buku mwenyekiti, hata saizi mkali mwana mume zako, buku. Ja, ningoje. Ndio maana kwenye kula nimekupigia mwenyekiti. Hello. Sasa kabla ya kutoa makamasi faster. Upesi. Mwenyekiti unanikuja. Ondoka hapa. Oho. Chance. Ulewe mpombe zako za hovyo wa kuibia unga unini. Mimi na utabia hapa. Mimi sio mlevi. Kwanza walevi na mbali kabisa. Mwenyekiti. Ukakalewa. No, hii shida. Shike, mimi nakujua vizuri. Si unanielewa? Umeshaonga tena huko, si ndio? Ndio mama, ndio. Mama. Yaani kwanza mama mtoto yaani wote ngoja mimi nenda kwa mwenyekiti. Wewe mwanangu subiri kwanza. Yaani ushaonga tena. Nenda kwa mwenyekiti. Wewe mwanangu mnaenda wapi? Na mimi nakuja huko. Wewe ndio pia tunatia mtandio asichanganye hizo. Yaani kashaonga sana kutoa ganja. Leta mtandio hai. Nipe mtandio huo. Chapu. Wewe nakwambia subiri wewe. Mtandio. Haki ya Mungu jamani. Unaweka viatu mimi ndio nishagua maisha jamani. Naona ngoto tena sifungi tena. Naenda hivyo. Jamani na mzee wako ndo nishazeeka miguu tena sina. Jamani wewe jamani wewe. Na mtendaji, kwa nimpigie hapa mtendaji pata. Nijue nini kipi kinaendelea sasa hivi hapa. Yaani leo mpaka kieleweke hapa, yaani sikubali. Maana jamani ya maisha mpaka lini? Lakini mwenyekiti, nimepigiwa simu, shamba langu lote limeliwa na ng'ombe. Wewe ukiwa wapi muda huo? Unafanya nini? Uliza mwenyekiti. Yaani walimu chenga, mwenyekiti naye chenga, shamba naye
Yaani naliwa na ng'ombe jamani, maisha gani mwenye? Yaani baba hajulikani, mama hajulikani, mtoto hajulikani. Mwana mwenyewe ndo mwenda wapi? Yaani akitambu ya jamani. Baba yenyewe ndo kichaa kabisa huyo. Na shida mie mama, na shida mie. Haki ya Mungu. Wewe mama wewe. Baba. Sikiliza basi. Sikiliza. Acha jasa. Umekuja kwa mwenyekiti ngazi ya serikali. Kwa maana ukija hata mimi nakusaidiaje? Tatizo lako nalijuaje? Tunafikiaje mwafaka? Tulia, punguza jaziba, nieleze polepole ili mradi tujue tatizo na tujue jinsi gani kuweza kulisolve. Eti mzee mwenzangu, kuna shida gani? Mwenyekiti, shida ipo. Tena shida ipo shida kubwa sana. Mimi duka langu leo nimekwenda kuona nakuta kila kitu kimeshaibiwa. Wafuta bango unafuga wewe. Wezi unafuga wewe. Wanyang'anyi unafuga wewe. Je, kuna faida gani hapa kwenye wizi? Hebu naomba fanyie kazi. Kwa sababu vitu vyangu vimeibiwa, vitu vya thamani sana mwenyekiti. Na unisikilize kwa makini zaidi mwenyekiti. Sikiliza. Unapokuja kwa ukali, mimi siwatumi wezi. Na mimi sifurahii kwa sababu ninapofurahia mauchafu uongozi wangu unaingia dosari. Lazima nilifanyie kazi hili. Uongozi gani? Nimefika nyumbani mwanamke analalamika kwamba kaenda shamba amekuta kila kitu kimeliwa na ng'ombe. Yaani kila kitu mpunga wote umeliwa na ng'ombe. Mtoto anafika nyumbani anakuta mtoto na mwenyewe ndio hivyo mtoto. Mimi mwenyewe tena duka hivyo familia moja tu. Familia moja imfanyaje sasa? Imefanyaje wewe uone? Ng'ombe wale. Mwanafunzi afukuzwe. Duka langu liibiwe. Unaulizi gani shirikisho? Ngoja. Eti mama mtoto mzuri kabisa nani? Acha jiomba mimi mwenyekiti. Wewe umerudisha shule kwa sababu nimefukuza sababu gani? Jamani. Mimi namkosa sana jamani. Mimi mwenyekiti nina dhamana ya kuishawishi serikali kuu ukasoma kupitia msaada wa serikali. Sasa hivi hapa nilikuwa naongea na mtendaji. Umeona? Hebu soma mama, imeandikwa nani hapo? Mtendaji wa kijiji. Basi huyu ndo nilikuwa naongea naye sasa hivi. Ana shughuli gani hapa kijijini? Anasimamia taratibu zote za kijiji. Basi huyo ndo nilikuwa naongea naye hapa. Kwa maana huyu sasa nitaandika mibarua, nitamfikishia yeye ili aifikishe serikali kuu. Wewe utasoma kwa msaada wa serikali. Ndio jukumu langu kama serikali kusaidia watu wote kwenye kijiji niweke haki sawa. Kwa katika hilo kwenye swala wewe la kusoma mama, usipata tabu, utasoma tu. Sawa? Wala furahi basi mamangu. Mbona unanunuja au shule uitaki wewe? Nataka. Basi mama utasoma. Hilo limeisha. Hapo sasa mama nimefurahi. Sasa balali kwa wazee wenzangu. Kwa swala hili litaisha. Na kisha ninawahakikishia halisumbui, litaisha. Kwa hiyo litaisha mwenyekiti? Litaisha mama. Kabisa? Bila tashaka ondoa. Na maji yangu kule mishamba? Nimekwambia litaisha. Sasa kuisha wewe unafikiri linaisha? Si wewe hapo sawa. Hamna shida. Kwa hiyo mwenyekiti sikiliza. Hiyo kesho vitu vyangu visiporudi nikavikuta vimejaa vile vile. Aise utaisoma hii namba. Hili banda lako hili lote nitalitia moto. Mwanaume huyu jamani, wewe umeshaambiwa mambo ataisha. Kuna kitu mengine kama ruba. Mke wangu, vitu vyako. Mke wangu sikiliza. Vitu vyenye kazi ya kuonga tu, unaonga. Mwenyekiti ndio naendekeza wezi. Mzee mwenzangu hebu acha jasiba. Unaongea na serikali mwenyekiti na kuhakikishia hivi swala hili litakwisha. Lisipoisha narudia tena. Litaisha. Kwa hiyo kesho vitu vyangu nahakikisha kabisa nitavikuta. Bila shaka. Kwa hiyo wezi unawajua sasa. Nawajua wezi mimi nimebadaa au mimi kikubwa jambo limeisha hata sisi tu ni maana mwanaume naye akingana wewe naye inuka. Twende nyumbani. Tusikizane banda hilo nitatia. Wewe mwanaume tuondoke. Utaweza na wewe vaa vya kuondoke. Kesho narudi mwenyekiti. Kesho narudi. Familia shida hii. Kitu nisiwezi kuta. Na mimi ndio wewe nimewatuma wezi. Wezi mimi nawajua mimi. Lakini tutaangalia. Hii shida hii.
Mwanaeli oye! Mwanaeli safi! Safi! Ndugu zanguni, awali ya yote kwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Mkutano wetu wa leo ni wa dharura. Sasa kwa sababu kuna jipya limepatikana serikalini, nikaona ili swala sio langu na sisi sote wana kijiji cha Mwanaeli. Kuna jipya limepatikana kutoka serikalini. Ninachokiamini huyu kijana hapa sio mgeni kwenu. Kombo na amesoma shule yetu ya hapa kijiji kwetu, kijiji cha Mwanaeli. Alitoka kidogo kwa ajili ya kwenda kuendelea na masomo. Sasa amerudi, na aliporudi serikali imemleta tena hapa kwenye kijiji alichotoka kuleta jambo hilo jipya. Niwaombe tukae kimya tumsikilize. Kwa kusema hayo, kikao nimekifungua rasmi. Kijana, naam, hebu zungumza kile ulichokuja nacho kutuletea wanakijiji cha Mwanaeli. Wanakijiji wa Mwanaeli oye! Oye! Kwa jina naitwa Kombo, kama nilivyotambulisha kwa mzee hapa mwenyekiti. Nimekuja hapa kukusanya kero za wanakijiji wangu ambazo niloziona na sijaziona. Jamani, nadhani kijana mmemsikia alivyojitambulisha. Serikali imemtuma kuja kuchukua kero. Sasa kazi kwenu ndugu wananchi wenzangu wa Mwanaeli. Nani mwenye kero? Mimi hapa. Inuka mama, inuka. Mimi nina kero. Kero yangu mimi nimeliwa mpunga, nimeliwa mahindi mimi. Hapo unavyoona hata sijui nalalaje na amkaje, sielewi. Naomba unisaidie mwenyekiti. Mimi na mtoto kama hivi na familia, sio huyu tu. Unanielewa mwenyekiti? Nimekuelewa vizuri mama. Kero yangu mimi ndio hiyo jamani, tusaidieni tupata shida nzenu. Bila tabu. Watoto jamani watakula nini? Bila tabu. Si mwana kijana katumwa huyu? Ndio. Kile tukisema huyu ndo ametumwa, atakichukua. Madam Sofia hapa nadhani tunamfahamu wote, mwalimu wetu shule yetu ya msingi hapa. Anaandika haya, anampa bwana mdogo, anapeleka serikali kuu, mambo yanaisha. Sasa hamna shida mwenyekiti. Basi hiyo imeisha mama. Tutapata shida nzenu wewe. Sawa sawa. Kuna mwingine mwenye kero? Mimi hapa mwenyekiti. Inuka mama. Mwenyekiti, kwenye hichi kijiji chetu sasa hivi saluni hamna. Gelo hujaziona? Bana unazingua. Nani mwingine mwenye kero? Mimi hapa mwenyekiti. Kero yangu mimi hapa kijijini, labda tumekuwa vidogo yani. Afa nimenywa kwa wana hela. Ndio hivyo ishasema. Tumekuja kwa Tulia wewe, mbona jeuri sana? Nani mwenye kero mwingine? Inuka. Mwenyekiti, sina mengi ya kusema zaidi ya kusema katika kijiji chetu wanafunzi warudishwa nyumbani kwa sababu ya ada. Ni hayo tu. Mimi nafikiri ndugu yangu Kisani hapa kama kidogo hayupo sawa. Kwa sababu swala la elimu, mbona mimi najua swala la kijiji kwa elimu kila siku. Elimu nini nafaa jamani? Kama elimu yeye mwenyewe hajasoma. Ana leo yanatumiza masuala ya elimu swala la kijiji bana. Nyamazeni kwanza. Jamani, naona pana ukimwi hapa. Kuna hoja watu ambao tumesahau au umesahaulika?
Sawa, naona kiza kweli kinaingia. Kibwana unasemaje? Inuka nawe sema. Wewe tulieni basi, tulieni. Na ana haki naye kwa sababu ni raia kwa wote maneno. Mwenyekiti. Jamani, wenye wenzangu, wanakijiji wenzangu, mnanifahamu. Sema Bwana Kombo hapo na Imani anichambue. Kwa majina naitwa Kibwana cha Pombe. Mwenyekiti, mimi na hoja yangu. Afu hoja imezungumzwa, imepingwa. Bwana kiongozi hapo kauliza, vipi kwenye masuala ya ulinzi? Mmejibu ulinzi upo, wizi hakuna. Jamani, wana kijiji kweli? Wana kijiji kweli? Wizi hakuna? Upo. Mbona mlikataa mwanzo? Wizi hakuna. Mnamuogopa? Hatumuogopi. Kiongozi, ulinzi shirikishi tunauhitaji. Mali kila siku zinaibiwa. Na mimi mwenyewe nilishakuletea taarifa. Nimeenda nimekoboa unga, nimesaga. Narudi nyumbani hakuna. Wameiba. Kiongozi, ukanitimua kwa mafimbo nyumbani kwako. Na Imani unakumbuka. Uongo kiongozi? Jamani, wana kijiji wenzangu. Hilo la kwanza. La pili, pale kwa Mama Subira, pombe ilikuwa inauzwa 500 lita. Shingapi wana kijiji semeni? Moja. Haya, naambieni wenyewe, pombe imepanda bei. Yote hayo Bwana Kombo tunahitaji tutatulie. Kwani si wenyewe tunaishi kama jinsi wanavyoishi hao? Yaani Mwanaeli, naona sasa hoja imekwisha. Hoja imeisha. Kiongozi unasema imeisha, bado sijamaliza. Hoja imeisha. Yaani kutokana na ukimya huu na mahudhurio yenu, ni washukuru kwa mahudhurio haya. Yaani kuanzia sasa au kuna tamka rasmi, kikao nimekifunga mpaka siku nyinginewe tutakapohitajika. Mwenyekiti, tunafunga kikao, mimi bado nipo katika maongezi. Na pombe kaa peke yako. Punguza na familia ona unyie mara ya kitu. Familia, punguza kulewa. Punguza kulewa, nyinyi mbona mmeongea unywanyo, nyinyi mmesema hakuna wizi. Uongo? Uongo? Uongo ndio. Sio kweli. Unalewa. Unaongea unywanyo. Nadhani wewe mwenyeji hapa. Au sio Sasa kinachotakiwa bana, kilo za wananchi ndio kama hivyo, uyabebe, uyapeleke huko. Ila kifupi mimi nashukuru sana kwa sababu serikali imekuleta hapa. Sawa. Madam Sophie. Haya, haina shaka. Muendeleze, unajua mwanafunzi wako huyu bana, au sio? Sawa. Haya, kwa hili jamani. Asanteni sana.